Baba, uwepo wako ni bora sana kwetu, utatoka hapo hivi karibu. Kila mtu anakukumbuka na mama pia analia usiku na mchana. Sauti za mvua zilizolia ndani ya moyo. Usiku ule, mvua ilikuwa ikinyesha taratibu kama machozi ya mbinguni. Kila tone lilipogonga paa la nyumba ndogo ya udongo pale kando kando ya kijiji cha Mbuyuni, lilikuwa kama kumbusho la huzuni iliyokuwa ikiishi ndani ya moyo wa msichana mmoja. Jina lake aliitwa Neema. Neema alikuwa na miaka 17 tu, lakini macho yake yalikuwa yamechoka kuliko ya mtu mzee wa miaka 60. Alikuwa akiishi na mama yake mgonjwa, Mama Salma, tangu baba yao alipofariki miaka 5 iliyopita katika ajali ya barabarani. Tangu siku ile, maisha hayakuwa tena maisha, yalikuwa ni mapambano, siku zilizovunjika. Kila alfajiri, Neema alikuwa anaamka kabla ya jogoo kuwika. Alifagia, akaosha vyombo, akamwandalia mama yake uji mwepesi kwa sababu hakuweza tena kula chakula kigumu. Kisha alitembea kilomita 4 kwenda shambani kwa watu ili apate 1,000 au 2 za siku. Lakini hata hizo pesa ndogo zilikuwa hazitoshi. Siku moja, Mama Salma alimshika mkono Neema na kusema kwa sauti iliyokuwa inatetemeka, "Binti yangu, nadhani muda wangu umefika. Usilie, ila naomba jambo moja. Usiruhusu umaskini ukuue kabla ya kufa kwangu." Neema alijaribu kutabasamu, lakini machozi yalimtoka kimya kimya. Ndoto iliyokatika. Neema alikuwa mwanafunzi mzuri sana. Ndoto yake ilikuwa kuwa muuguzi, lakini alilazimika kuacha shule ili amtunzie mama yake. Siku aliyorudisha sare yake ya shule, aliketi chini ya mti wa mwembe na kulia hadi kifua kikamuuma. Aliangalia watoto wengine wakipita wakiwa na vitabu na moyo wake ulivunjika vipande vipande. Aliuliza kimoyomoyo, "Mungu, mimi nimekosea nini?" Lakini hakupata jibu. Siku ya kimya kikubwa. Asubuhi moja, Neema alimkuta mama yake amelala kimya kuliko kawaida. Alimwita, hakujibu. Alimgusa. Alikuwa baridi. Dunia ilisimama. Mikono ya Neema ilitetemeka. Alimkumbatia mama yake na kupiga kelele zilizovunja ukimya wa kijiji. "Mama!" Sauti yake ilisikika kama kilio cha mtoto aliyeachwa na dunia nzima. Baada ya mazishi, Neema alibaki peke yake. Hakukuwa na chakula. Hakukuwa na mtu wa kumuita mwanangu. Hakukuwa na paa kwenda. Alilala njaa. Alilia gizani. Alianza kukata tamaa ya kuishi. Siku moja, aliandika kwenye karatasi ndogo, "Kama mama angekuwa hai, nisingekuwa hivi." Mwanga mdogo sana. Miaka 2 baadaye, Neema alipatikana na bibi mmoja aliyemsaidia kufanya kazi ya nyumbani na kumrudisha shule kwa msaada mdogo. Lakini hata aliporudi darasani, alikuwa tofauti. Alikuwa na tabasamu, lakini macho yake yalibeba historia nzito ya maumivu. Kila mvua ikinyesha, bado alikumbuka ile sauti ya paa la nyumba yao ya zamani, na sauti ya mama yake iliyomwambia, "Usiruhusu umaskini ukuue kabla ya kufa kwangu." Mwisho uliojaa huzuni. Neema aliendelea kuishi, lakini sehemu ya moyo wake ilizikwa pamoja na mama yake. Wengine walimuona anatembea, lakini ndani yake mvua bado ilikuwa inanyesha kila siku. Mtu anayetembea, lakini moyo umebaki makaburini. Miaka 10 ilipita kama upepo, lakini haikufuta chochote. Neema sasa alikuwa na miaka 27. Alikuwa amehitimu masomo ya uuguzi kwa shida sana, kwa msaada wa yule bibi aliyemsaidia. Sasa alikuwa anafanya kazi katika hospitali ndogo ya wilaya. Watu walimjua kama muuguzi mpole sana, lakini hawakujua kuwa alikuwa muuguzi mwenye moyo uliopasuka. Kila usiku aliporudi nyumbani, Neema aliishi peke yake kwenye chumba kimoja kidogo. Ukuta wake haukukuwa na picha, hakukuwa na muziki, hakukuwa na kicheko. Kulikuwa na kimya kinalolia. Alipofunga mlango, alikuwa anaketi chini na kuvua viatu polepole kama mtu aliyebeba dunia mgongoni. Kisha alikuwa anazungumza kimya kimya, "Mama,
leo nimewaokoa watu wawili. Laiti ungekuwepo unione. Machozi yalikuwa yanamshuka bila sauti. Mgonjwa aliyevunja moyo wake tena. Siku moja, aliletwa wodini mama mmoja mzee, mgonjwa wa kansa. Sauti yake, macho yake, hata harufu ya manukato yake vilimkumbusha Mama Salma. Neema alitetemeka mikononi. Mama yule alimshika mkono na kusema, "Binti, usiniache." Maneno yale yalipenya hadi